ingawa ni watoto wa baba na mama, lakini mama huyo kama ni mama mwenye hekima, kama ni mama ambaye anaishi kwa sera, asingeweza kuruhusu watoto waende, akaamua tu mwenyewe watoto wakaondoka wakaenda. Ni aibu kubwa sana. Kwa hiyo angengoja mpaka mume wake akaja, na akasema kwamba angemwambia kwamba ungesubiri mamangu aje, baba yao aje, alafu akishakuja ye mwenyewe ataruhusu. Mimi sina uwezo wa kuruhusu watoto waondoke waende mbali huko bila baba yao kusikia au kuelewa au kutamka. Nasikia ni jambo moja kubwa baya sana kuruhusu watoto wako kuondoka na baba yao yupo, na wewe unamaliza mambo makubwa kama hayo unangoja. Mwanamke mmoja naye alifanya kitu kama hicho. Amekuja mtu mmoja kuomba viti, kwamba wana sikukuu nyumbani, tunaomba viti vyenu. Viti vyote vikachukuliwa. Viti vya meza ambavyo wanatumia kwa chakula, viti vingine vya akiba ambapo wageni wakija wanakaa. Mama akaruhusu vikaenda huko, vingine vikaenda kupotea. Baba alipokuja, viti vyetu viko hapa, sasa utakula wapi? Nani namchukua viti vyetu? Anasema kuna watu walikuja hapa. Wewe ni mama mpumbavu. Kitu kama hicho unasubiri baba, mnaongea pamoja, fulani anataka viti, je tumpe? Baba anasema kwamba ndio tumpe, au la, hatuwezi kumpa. Kitu kama hicho, lakini wewe unaruhusu. Jambo hili ni baya sana. Usifanye hivi. Kwa hiyo unasema kwamba sitampindua. Maana mwanamume akijua kwamba wewe una namna ya, kama unataka kumpindua, una namna ya kufanya maamuzi makubwa kama yeye, anakuchukia, na hivyo umfanya anaambaa. Unakuja kutelekezwa. Wanaume wanatelekezwa lakini kwa kuwa wewe unataka usitelekezwe, kwa kuwa wewe unataka muishi kwa amani, kwa kuwa wewe unataka muishi kwa salama, kwa kuwa wewe unataka upendwe na mume wako, basi fuata utaratibu inayokufanya mkae katika uzuri mkubwa, na hiyo ni kuishi kwa amani. Na sera yenyewe inakufundisha kwamba sitaweza kumpindua mume wangu. Hiyo ni sera. Na sera ya 4 inasema kwamba sitaingiza mwongozo wa kigeni kutoka nje. Mwingine yawezekana hata mama yako anakufundisha mambo fulani, mwanangu wewe unakwenda hivi, huyo mume wako fanya hivi, huyo mume wako ni hivi. Wakati mwingine wanawake wengine wanakuambia kwamba huyo kama angekuwa mimi, yule mume wako hivi anavyokuja amechelewa, mimi nitamfungia mlango, tuone alale huko nje. Na wewe unachukua hayo na unaanza kufanyia kazi, na unajua kitakachofuata, mume wako ataanza kuleta shida kukupiga. Mume wako anaweza kuamua kukufukuza. Mume wako anaweza kuamua kukususia, maana umeleta mafundisho mageni ya nje. Uwe na sera inayosema kwamba sitaingiza mwongozo wa kigeni kutoka nje kuingia nyumbani kwetu. Sikubali. Sera ya 5 inasema kwamba nitampikia vizuri. Najua kwamba chakula ni kitu cha ajabu sana. Na ikiwa wewe unachemsha tu chakula, unachemsha tu unaweka, wakati fulani unakuta wanaume kwa kuwa wanatembea huku, wanatembea pale, wanajua vyakula kweli. Wanakula kwenye mahoteli makubwa, wanakwenda safari za mbali, wanaona mapishi mbalimbali. Sasa ikiwa wewe unakaa unaleta chakula chako unachemsha tu unaleta mbele ya mume wako, mara zingine naye anakwepa, kwa sababu hiyo tu inaweza kufanya mume wako kuanza kusogea mbali na wewe, na mwisho mapenzi yake yanapotea polepole. Maana chakula ni kitu kikubwa sana. So unajua kwamba chakula ndicho kilimwangusha mwanadamu. Aliambiwa kwamba chakula ni hiki hapa, nyosha mkono tu. Na yule mwanamke alipoangalia ile tunda akaona inavutia macho, akaona ni nzuri kwa chakula, akaona hii inaweza hata kuongeza hali kama ikiwa ni kila hiki. Basi mwisho akaona ale, wewe
ikiwa unapika chakula kwa mume wako, chakula cha posa, chakula cha kumgeuza kichwa cha mume wako, chakula cha kuleta upendo, chakula ambacho inafanya mume wako aache vyakula vya hoteli, aache vyakula vya wengine, maana najua kwamba nyumbani mke wangu anapika. Kwa hiyo inabidi ujue namna ya kutengeneza chakula. Siku moja tulikuwa kule Mtwara, basi tukakaribishwa katika nyumba moja, tulikwenda kula chakula. Yule mwanamke alikuwa amepika nyama. Mwanamke yule aliweka maji mengi sana, ikaletwa nyama na bakuli kubwa iliyojaa maji. Kumbe ni nyama, na nyama iko ndani ya maji humo ndani. Sasa nikasema kwamba sasa mboga iko wapi? Sasa mboga iko humo ndani ya maji. Hii ni mchuzi. Hii ni mchuzi hapa, mke wangu ampiga ni mchuzi, lakini humo ndani kuna nyama. Basi akaleta kijiko, kaanza fanya hivi, anagonga humo ndani. Basi kumbe nyama hiyo. Mimi nilikuwa mgeni. Na kwa kuwa nilikuwa mgeni, basi nikala. Kwanza niliweza kumwaga maji hayo katika bakuli nyingine. Nikamwaga maji hayo katika bakuli nyingine, nikanywa kama vile supu. Hata supu yenyewe haifanani kwa sababu ni maji tu. Unajua kwamba wanawake wengine hawajui kupika. Kama mwanamume mmoja aliyeleta ugomvi na mke wake, amekwenda akamletea nyama kilo moja mzima. Na baada ya kilo moja, yule mwanawatu yeye akaenda akaweka maji lita 3 katika nyama ya kilo moja. Lita 3, siji lita 4. Hata utamu hakuna tena. Lazima mwanamke ajue kupika. Hata nyama peke yake unapopika, unapika kiasi kwamba ubaki maji kidogo sana, ili kwamba ili nguvu ile ya nyama ikichanganyika na maji machache yaliyokuwepo yanakuwa na namna nzito hivi, ambapo wengine ambao wanapenda kuweka ugali katika mchuzi, na akiweka namna hivi inashika, inanata, inakuwa unakula kitu kizuri, unaona. Na pamoja na hayo, mwanamke akisha kupika, si anakata vitunguu vyake pembeni, anakata vitunguu vyake pembeni, na baadaye anakata nyanya zake pembeni, na baadaye anaweka na vitu vingine, na ndipo anakaanga tena kule katika mafuta yake mazuri, na yanakuwa na uzito fulani pale, na ndipo anakuja kuyachanganyia hapa. Na wewe, chakula hicho ni kitamu sana. Sasa unabeba hii, unapeleka kwa mume. Sio kuacha watoto ndio wanachezea. Huyu anakuja anaongeza maji, huyu naye anakuja anaongeza maji, huyu mwingine naye alikuwa yeye hajaongeza, naye anakuja. Maana hakuna utaratibu wa mapishi katika nyumba yako. Huyu mwanamume atakupenda kweli? Weka sera. Ni sera tu inaleta amani katika nyumba za watu. Ni sera tu itakuokoa. Ni sera tu inaleta upendo. Ni sera inafanya mwanamume anakaa nyumbani. Mwekee sera. Sera inasema kwamba sitampelekea chakula cha uzembe, chakula ambacho kimepikwa tu maadamu watu wale. La, hata iwe ni mboga ya majani unaikalia. Sio kuachia watoto wachezee chakula cha posa. Chakula cha baba ni chakula unakalia mwenyewe na unatengeneza mwenyewe. Nawaambia watoto kwamba hiyo mniachie, hiyo nitatengeneza mwenyewe, na hiyo ni chakula cha baba, nataka kumtengenezea mwenyewe. Hiyo yenu endeleeni tu, hata ukiongeza maji sio vibaya. Unasikia? Wewe mwanamke, ishi kwa sera na mume wako.